Nawashukuru kabisa TBC1. Sasa hivi tunakwenda moja kwa moja. Matangazo yetu leo ni mubashara. Karibuni sana mabibi na mabwana katika siku yetu hii muhimu. Namuona Zamarani Kawawa ameiwakilisha serikali, Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo. Wanawake tunaweza. Msanii ambaye atatufumba macho, sijui atatushangaza mazingaombo kidogo, anaitwa Profesa Kashkash. Sijapata bado kusikia mkiwa na shamra deremo kidogo, upigeni makofi na siku wake Profesa Kashkash.
Asante sana Profesa. Sasa ni zamu yake Power. Nakumbuka wakati wa utoto wangu nilizoea kumuona mtu anaitwa Power Mabula. Alijijengea maarufu mkubwa, lakini tuna Power mwingine mpya. Huyu anaitwa Agnes Moshi. Ni Power mwanamke. Anahitaji wanaume walioshiba 10. Naomba wanaume waandishi wa habari watoke hapa 10. Naomba wanaume wajitokeze hapa. Akasema hadi hapo wanaume watoke kusimama. Naomba tafadhali. Manyerere. 10 haya wanapiga makofi kwamba wanaweza. Power Agnes na kukaribisha uwanjani. Power mwanamama. Power anayejamii. Mabibi na bwana, hawa waliosimama hapa nyuma ni wanaume wa Dar es Salaam. Na huyu mama aliyesimama hapa mbele mwanamke shupavu kabisa, Agnes Moshi tu inakwambia kwamba alipotokea lakini pia yuko jeshini. Sasa kuna namna ya kumheshimu huyu mama katika fani yake. Akiwazidi uruhusiwi kwa mfano kumtekenya. Ndio. Wewe kama ukiambiwa ning'inia. Treni liko linakuacha basi tena. Haya, tuko tayari kuangalia show hii, hakuna bullshit. DJ weka muziki tuweze kuona miujiza hapa mbele katika jukwaa hili la DJ ya 2019 leo. Agnes Moshi. Chips na nyama za kuchoma pale. Labda mnataka kuvua majacket au imetosha. Hebu Agnes baki kidogo, wanaweza kuomba namba yako. Hebu kidogo tuweze kumshangilia Agnes baki kidogo. Mabibi na bwana, naomba tupigie, yani haujatoka hata jasho. Hebu jeni mpe mkono kwa niaba ya kina mama wote. Kidole kimoja chini. Makofi mabibi na bwana. Ukimshika mkono wa Agnes, lakini mambo yake mazito na magumu. Atarudi tena baadaye. Asante, nashukuru sana. Natumaini kwamba mmefurahia kuangalia. Je, tuanze shughuli yetu rasmi sasa. Asante Tani, naomba uanze. Asante, nashukuru sana.
Ni furaha kubwa sana kuwakaribisha katika tuzo za umahiri wa uandishi wa habari Tanzania EJAT. Zimefadhiliwa na TFDA, TMF, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, NHIF, NSSF, BOT, TRA, Busota Inc, NRGI, Haki Elimu, WWF, Mlimani Media, TBC1 na TBC Taifa ambao tunakwenda nao hewani live pamoja na Mlimani Media, Coca-Cola, Helpage na Twaweza. Karibuni sana mweze kushuhudia tuzo hizi ambazo bila shaka zitakuwa na msisimko mkubwa baada ya muda mfupi. Na kwa ufadhili wa EJAT unatakiwa kupiga simu namba 0658886886. Tunatangaza ufadhili huu hapa leo kwa sababu hii shughuli ni endelevu na mwakani tutakuwa hapa tena. Karibuni sana. Ni furaha yetu kubwa sana jioni ya leo kumtambua mgeni wetu rasmi ukumbini. Naomba tumpigie makofi mengi sana baada ya kumtamka Profesa Chris Maina Peter, mjumbe wa Tume ya Umoja wa Mataifa ya Sheria za Kimataifa. Naomba mheshimiwa uinuke ukate siku kidogo, tunakupigia makofi mengi sana. Asante kwa kukubali mwaliko wetu huu. Naomba niwatambue kwa umuhimu Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba, Waziri Mkuu mstaafu. Naomba tafadhali sana tumtambue kwa makofi mengi sana. Asante kwa kujumuika nasi usiku wa leo. Naomba nimtambue Jaji mstaafu Juckson Mlai, mwenyekiti kamati ya maadili MCT. Makofi mengi sana kwake. Bi Zamaradi Kawawa, mkurugenzi msaidizi idara ya habari. Naomba tumtambue mwanamama katika meza kuu. Mabibi na bwana, tuanze shughuli yetu rasmi kwa neno la utangulizi kutoka kwa katibu mtendaji mkuu MCT. Makofi mengi sana kwa mwaka wa 10 sasa. Ndugu Kajuli, karibu sana jukwani, karibu sana jukwani tuweze kusikia kutoka kwako. Naomba tupige makofi mengi sana mpaka afike hapa jukwani. Amekuwa anaendesha jahazi hili kwa ustadi mkubwa sana, kwa passion kubwa sana. Ni furaha yetu kwanza na wewe ili tuweze kuanza shughuli yetu hii. Kajuli Ukajanga, karibu sana. Ndugu mgeni rasmi, mjumbe wa Tume ya Umoja wa Mataifa ya Sheria za Kimataifa ILS, Profesa Chris Maina Peter, Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ya Baraza la Habari Jaji Juckson Mlai, Mheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa balozi mbalimbali, wawakilishi wa wahisani wa EJAT 2018, wawakilishi wa washirika wa EJAT 2018, wamiliki na viongozi wa vyombo vya habari, wateule wa tuzo za EJAT 2018, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwa mara nyingine namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia jioni ya leo ambapo tumejumuika kusherehekea tuzo nyingine za umahiri katika uandishi wa habari Tanzania. Niwaombe pia mpokee salamu za heri na upendo kutoka kwa Rais wa Baraza la Habari Jaji Thomas Mihayo, ambaye hatukuwa naye katika shughuli hii kutokana na kuwa safarini nje ya nchi. Nakutakieni sherehe njema na nawapongeza wateule wote na wale wote watakaoibuka katika nafasi za kwanza, akisisitiza kwamba kimsingi wateule wote ni washindi. Ndugu mgeni rasmi, tuzo hizi ni za 10 toka tuliposherehekea tuzo za kwanza mwaka 2009 pale Serena Hotel tukiwa na mzee wetu Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi, ambaye uamuzi wake wa kufungua milango ya uwekezaji katika vyombo vya habari
kuikaribisha nchini enzi mpya za uhuru wa habari na kujieleza. Kazi zilizoshindanishwa ni zile zilizochapishwa kwenye magazeti na kutangazwa katika redio au runinga au online media kati ya Januari mosi 2018 na Disemba 31, 2018. Kwa mara ya kwanza vyombo vya habari mtandaoni online media vimeshiriki. Tulitangaza mwaka jana kwa kutokana na umuhimu wa vyombo hivi, ni vyema navyo ikawa sehemu ya jitihada hizi, kwani vimedhihirisha umuhimu wake hasa pale vinapokuwa na ujasiri wa kupasha habari ambazo baadhi ya vyombo vya kimapokeo vimekuwa vikizikacha kwa woga wa kushughulikiwa. Tuzo hizi zilianzishwa kwa makubaliano ya wadau kuunganisha tuzo ndogo ndogo za kikategoria zilizokuwapo ili kuwa na tuzo moja kwa mwaka ambazo zimetoleka zote pamoja katika kutambua umuhimu katika uandishi wa habari. Lengo kuu la tuzo za EJAT ni kujenga ari na hamasa miongoni mwa wanahabari ili kuwashajiisha kufanya kazi kwa umahiri mkubwa kwa kuwatambua wale miongoni mwetu waliofanya kazi vizuri katika mwaka uliopita. Lengo jingine ni kuwatambua wenzetu waliotenda mambo makubwa katika maisha yao ya kitaaluma na kuweka muhuri wao katika tasnia hii. Kwa kufanya hivi, tunatarajia kujenga utamaduni wa kuenzi bora na umahiri katika uandishi wa habari. Ndugu mgeni rasmi, safari hii jumla ya kazi zilizopokelewa ni 644 ambalo ni ongezeko la 18% ukilinganisha na kazi zilizowasilishwa mwaka jana. Waandishi wa magazeti wamewasilisha kazi 285 sawa na 44.3%, na vyombo vya elektroniki vimewasilisha kazi 359 sawa na 55.7%. Waandishi wa Dar es Salaam waliongoza kwa kushindanisha kazi 316 sawa na 46.2%, wakifuatiwa na Mwanza kazi 60 sawa na 9.3%, Kagera kazi 40 sawa na 6.2%. Huko Zanzibar kazi zilizowasilishwa kutoka Unguja ni 25 na kutoka Pemba waliwasilisha kazi 16. Ndugu mgeni rasmi, vyombo 67 vya habari toka nchini kote vimeshiriki mchuano huu. Kwa upande wa ushiriki wa vyombo, magazeti ya kampuni ya Mwananchi Communications Limited yameongoza tena kwa kushindanisha kazi 114 sawa na 17%, yakifuatiwa na The Guardian Limited waliowasilisha kazi 96 sawa na 16%, kisha Sahara Media Group na Tanzania Standard Newspapers ambao kila mmoja aliwasilisha 4% ya kazi zote. Katika vyombo vya elektroniki, Sahara Communications Limited waliongoza kwa kuleta kazi 27, wakifuatiwa na TBC kazi 22, Azam TV kazi 19 na Radio Kwizera na CGFM Radio kila moja kazi 16. Jumla ya wanahabari 449 wameshiriki katika mashindano haya, wanaume wakiwa 314 sawa na 70% na wanawake 135 sawa na 30%. Hata hivyo,
Kati ya wateule 81 tulionao leo, wanaume ni 48 sawa na 59%, na wanawake ni 33 sawa na 41%. Ndugu mgeni rasmi, mwaka huu Baraza la Habari Tanzania limeshirikiana na asasi zifuatazo katika kupanda ujuzi: Wakfu wa Vyombo vya Habari Tanzania, ANSAF, SIPITA, Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, TAMWA, Taasisi ya Habari Kusini mwa Afrika Tanzania, MISATAN, Chama cha Wamiliki wa Vyombo vya Habari Tanzania, MOAT, Union of Tanzania Press Club, UPC, Jukwaa la Wahariri na Haki za Elimu. Napenda kuwapongeza washirika wetu wote kwa kuwezesha shughuli hii muhimu kufanyika kwa mara nyingine. Napenda pia kuwashukuru na kuwapongeza kwa pekee TBC na Mlimani TV kwa kukubali kurusha matangazo ya shughuli hii kama mchango wao. Ndugu mgeni rasmi, kama ujuavyo, shughuli kubwa kama hii inahitaji rasilimali nyingi. Pamoja na kazi kubwa iliyofanywa na kamati ya maandalizi ya KEDIAT, tumeweza kufika hapa kutokana na michango ya wahisani na wadhamini wetu ambao wametambua umuhimu wa tasnia hii katika ujenzi wa demokrasia na maendeleo ya nchi yetu. Naomba kuwatambua National Resources Governance Institute, NRDI, Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, WWF Tanzania, National Social Security Fund, Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, HealthAid International, Sota Inn, Golden Tulip Hotel, Benki Kuu, Coca-Cola na THRC. Napenda kuwashukuru wote kwa dhati ya moyo wangu kwa kuchangia kufanikisha utoaji wa tuzo hizi na ustawi wa tasnia ya habari nchini kwa ujumla. Na kushukuru pia vyombo vyote vya habari vilivyoshiriki kwa kutoa matangazo ya tuzo hizi. Hivi ni pamoja na ITV, Radio 1, Sunrise FM, Daily News, Habari Leo na Zanzibar Leo. Vingine ni The Guardian, Nipashe, TV1, Tanzania, Uhuru, Tanzania Daima na Mlimani Radio. Mbali ya hivyo, pia Times FM, Abud Radio, Abud TV, Radio 5 na Top TV pia ilishiriki kutoa matangazo ya tuzo. Matangazo yao yalihamasisha wanahabari na wahisani kuchangia shughuli hii adhimu kwa tasnia ya habari nchini. Ndugu mgeni rasmi, kama ilivyo ada, mchakato wa kupata washindi ulifanywa kwa umakini mkubwa. Hii ndio njia pekee ya kujijengea heshima na pia imani kwa umma na wanataaluma kuwa wateule na washindi wanapatikana bila mizengwe wala ubabaishaji. Kwa kutambua hilo, kamati ya maandalizi ambayo hujumuisha wawakilishi wa washirika wote wa KEDIAT iliteua jopo la majaji waadilifu, makini na wenye uwezo mkubwa katika tasnia ya habari nchini ili kupitia kazi zilizowasilishwa kwa ajili ya kushindanishwa. Majaji 7 wakiongozwa na mhariri mkongwe Bwana Kiondo Mshana, huyu kama ameshafika, walifikia Bagamoyo na kufanya kazi hii kwa siku 7 mfululizo. Majaji wengine walikuwa Dr. Joyce Bazina Kobi, makofi tafadhali,
Selemani Mkochi na Hassan Mhelele. Kabla ya kuanza kazi, jopo hili liliapishwa na Mheshimiwa Jaji Jackson Mlai ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya Baraza la Habari Tanzania. Napenda kuwashukuru sana majaji wetu kwa kazi kubwa waliofanya, kwa kulazimika kufanya kazi kama ilivyo miaka yote hadi usiku ili kukamilisha wakati. Ndugu mgeni rasmi, washindi katika kila nyanja watapata cheti, tuzo na zawadi. Wateule wengine ambao wamekuwa wa pili na watatu katika makundi yao watatambuliwa kwa kupata vyeti. Kwa upande wa mshindi wa jumla, pamoja na cheti, tuzo na zawadi, atapata msaada wa fedha kwa ajili ya kujiendeleza kitaaluma, yaani bursary ya shilingi milioni 5. Ndugu mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, naomba nichukue nafasi hii kuongelea kwa kifupi mambo matatu. La kwanza ni kuwashukuru wale wote kutoka online media ambao wameshiriki katika tuzo za mwaka huu. Kazi 30 ziliwasilishwa kutoka online media na 2 zimeteuliwa. Huu ni mwanzo mzuri. Baraza linatafuta rasilimali ili liweze kuendesha madarasa maalum, yani master classes, kwa ajili yao ili kukuza weledi na kuwawezesha kufahamu kazi inayostahili kushinda ni kazi ya aina gani. Kama nilivyoeleza mwaka jana wakati natangaza kuwashirikisha, hawa ni wapasha habari muhimu sana, hasa katika zama hizi ambazo tunashuhudia vyombo vya habari vilizuia kutoa taarifa muhimu, yani self-censorship. Jambo la pili ni kutangaza kuwa kuanzia mwaka kesho, kamati ya maadili ya EJAT inapanga kudurusu taratibu na uendeshaji wa tuzo hizi ziendelee kudumu hata katika mazingira magumu ya kiuchumi. Tuzo hizi hazina mfadhili au mdhamini mkubwa anayezigharimia, bali zinategemea michango ya wadau mbalimbali. Hali ya uchangiaji imekuwa sio nzuri sana, wakati hamasa ya ushiriki inaendelea kupanda. Changamoto hiyo ndio imefanya kwa miaka mitatu sasa kusiwe na tuzo ya maisha. Kamati inalazimika kufikiria njia za kuendesha tuzo ambazo zitaendana na bajeti ndogo. Ndugu mgeni rasmi, jambo la tatu ni ushauri kwa wanatasnia ya habari, hususan wamiliki, mameneja na wahariri. Katika kuhakikisha taaluma ya habari inalindwa na kushamiri katika ubora, tumekuwa tukishirikiana na wadau kupinga majaribio na maamuzi yanayoingilia uhuru wa habari, uhariri na uhuru wa kujieleza. Hili ni muhimu sana, maana kama nilivyosema katika sherehe za mwaka jana, taifa lisiloongea ni taifa mfu. Lakini sasa pia kuna adui mwingine mkubwa, naye ni uchumi unaodorora wa tasnia ya habari. Vyombo vya habari viko katika hali mbaya kiuchumi. Hali hii nailinganisha na muuaji wa kimya kimya au silent killer. Ni lazima sasa majemedari wa tasnia waangalie upya modeli za kibiashara, business models, za kuendesha vyombo vyao. Mazingira yamebadilika. Usomaji na upataji habari umebadilika. Mifumo ya matangazo ya biashara imebadilika. Utoaji matangazo ya serikali, ambaye ndiye mtangazaji mkubwa zaidi, nao umebadilika, na si lazima matangazo yatolewe kufuata aina ya hadhira au wingi wa hadhira. Ni wakati wa kujiuliza, tutumie modeli gani za biashara
ili kuendelea kuwapo uwanjani? Jambo hili, ndugu mgeni rasmi, linahitaji tafakuri ange. Ndugu mgeni rasmi, nimalizie kwa kushukuru kwa dhati na kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya EJAT kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika sherehe zetu za mwaka huu. Asante sana. Mwisho kabisa, niruhusu nitambue kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na kamati ya maadili pamoja na secretariat ya baraza. Kwa mara nyingine, nawapa hongera kwa kufanikisha jambo hili maridhawa. Profesa Peter, wageni waalikwa, karibuni sasa tusherehekee. Asanteni sana. Naomba tupige makofi mengi sana kupongeza hotuba kwa mara nyingine tena yenye ukina mwingi sana, mtazamo chanya na vile mtazamo wa mbele ambayo imewakilishwa mbele yetu hivi sasa. Naomba tuendelee na kipengele cha msingi sana kwenye ratiba yetu. Kwa kawaida tunatakiwa tusikilize ripoti ya mchakato kutoka kwa mwenyekiti wa jopo la majaji. Tutaisikiliza hapo baadaye kidogo, lakini ili tuweze kulinda utamaduni ni vema tuweze kupata ridhaa ama idhini ya hata mmoja kati ya majaji ili tuweze kuendelea. Naomba nimkaribishe hapa mbele kwa neno fupi la uwakilishi Judge Aisha Dachi, mmoja wa majaji. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Yeye ni mkurugenzi wa huduma za radio, shirika la utangazaji Tanzania. Karibu sana jukwani, tupate neno fupi kutoka kwako, kisha baada ya hapo tuweze kukaribisha neno la mgeni rasmi, na itakuwa ni furaha yangu kukaribisha Mheshimiwa Jaji mstaafu Jackson Mlai, mwenyekiti kamati ya maadili MCT, kuweza kupata heshima hiyo ya kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu sana Aisha. Habari za jioni mabibi na mabwana. Kwa heshima na taadhima, ndugu mgeni rasmi Profesa Chris Maina Peter, katibu mtendaji wa MCT, mzee wetu Jaji Warioba, Mheshimiwa Judge, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ni usiku maalum kabisa huu, ni kwa ajili ya tuzo za umahiri wa uandishi wa habari. Nikiwa kama jaji, kuna chief judge, tulikuwa tuna katibu, lakini sote kwa pamoja tunatoka katika tasnia ya uandishi wa habari. Wote mtakubali kabisa, kutokana na weledi ndio MCT waliteua, wakaona kwamba tunaweza tukaangalia kazi za uandishi na kuangalia ubora wake kwa kuzingatia weledi wake. Kwa hakika hilo msitie shaka, tulizingatia, na kama tulivyoaminiwa, kama tulivyokula kiapo, nasi tulijiaminisha. Haikuwa kazi rahisi. Tulifanya kazi kwa muda wote. Tulianza kazi kuanzia saa 2 asubuhi, lakini tulimaliza kazi saa 7 usiku. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu, jukumu ambalo tulikabidhiwa. Naamini kabisa kwa hiki ambacho kitakachotokea usiku huu wa leo, hawa ndio waliong'ara katika mwaka 2018. Kwa heshima na taadhima, ndugu mgeni rasmi, nichukue fursa hii kwa niaba ya jopo la majaji, chief judge, tuendelee na utoaji wa tuzo hizi kama ilivyoridhiwa na kamati ya maandalizi. Basi mimi nachukua fursa hii, ndugu mgeni rasmi, kusema kwamba shukrani sana kwa kutuamini, lakini pia mtarajie mengi usiku huu wa leo kuona kazi hizi za uandishi na umahiri ambao uliotukuka kabisa. Asanteni sana.
Asante kwa neno hilo Bi Aisha Dachi. Na sasa kama ambavyo nilitangulia kumtangaza, naomba nikukaribishe hapa mbele tafadhali Mheshimiwa Jaji mstaafu Jukson Mlai. Tukupigie makofi na tunakukaribisha utie neno. Wewe ni mwenyekiti kamati ya maadili ya MCT. Karibu Mheshimiwa, ninavyozungumza ni kukupa nafasi ya kuweza kupanda jukwani. Na tutakuomba baada ya neno lako, kama ni fupi ama refu, uweze kumkaribisha mgeni rasmi aweze kutuhutubia. Ni hotuba ambayo huwa ni muhimu na ya msingi sana kila mara ambapo tunaendesha tuzo hizi za umahiri wa waandishi wa habari. Karibu sana. Mgeni rasmi Profesa Chris Peter Maina, mzee wetu Joseph Sinde Warioba, makamu wa kwanza waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu, na pia uliyekuwa hapo zamani uko mwanzo kabisa tulipoanza mwenyekiti wa kamati ya maadili ya MCT, ambao mimi sasa hivi nimepata fursa ya kuvaa viatu vyako. Kazi yangu kubwa naotaka kufanya hapa ni kumkaribisha mgeni wetu rasmi ili aweze kufanya kazi ambayo tumemwomba tufanyie, ndani ya kututolea hotuba ya kufungulia rasmi hizi shughuli zetu. Lakini kabla sijafanya hivyo, niseme mambo machache ya utambulisho wa mgeni wetu rasmi. Chris Maina Peter ni profesa wa sheria katika shule ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na pia kama mlivyosikia, yeye ni mjumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa ILC tangu mwaka 2012. Ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Zanzibar Legal Services Center, na pia alikuwa mwenyekiti wa OSEA kama mnavyojua, yani Regional Board of Open Society Initiative for Eastern Africa. Professor Peter yeye pia ni mhariri mwendeshaji wa The Zanzibar Yearbook of Law, ambayo inachapishwa na Kituo cha Huduma za Sheria Zanzibar, ambacho yeye pia ni mwenyekiti wake. Yeye pia ni mwenyekiti wa bodi ya Tanganyika Law Society Law Reports, na pia Professor Peter yeye ni consultant katika taasisi mbalimbali za kitaifa na za kimataifa. Baadhi ya taasisi hizo ni pamoja na UNDP, DFID, EU na Danida. Profesa Peter amekuwa pia ni profesa mwalikwa katika vyuo kadhaa vya nje ya nchi. Baadhi ya vyuo hivyo ni Gujarat National Law University ya India, China University of Political Science and Law cha Beijing, China, Central European University CEU cha Budapest, Hungary, Chuo Kikuu cha Beirut, Germany, na Chuo Kikuu cha Lund, Sweden. Professor Peter ameandika ama kuhariri yeye mwenyewe au pamoja na wasomi wengine machapisho mbalimbali na vitabu. Miongoni mwake
ni kitabu kinachoitwa Fighting Impunity, African States and the International Criminal Court. Chapisho lingine ni The International Criminal Court and Africa, 1 Decade On. Chapisho lingine ni The Struggle for Human Rights in Tanzania, 20 Years of the Legal and Human Rights Center. Yeye alihariri chapisho hili akiwa pamoja na Helen Kijobi Simba. Chapisho lingine ni Sengondo Mvungi, Breathing the Constitution, ambalo alihariri akiwa pamoja na Askofu Elenaza Sendoro pamoja na Helen Kijobi Simba. Chapisho lingine ni The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, ambalo alilifanya akishirikiana na ambaye sasa hivi ni waziri wetu wa afya, Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu. Chapisho lingine ni The African Union, Legal and Institutional Framework, a Manual on the Pan-African Organization. Na lingine ni Zanzibar, The Development of the Constitution, ambalo alilifanya kupitia Zanzibar Legal Services Center. Profesa Chris Peter Maina sio mgeni kwenu na sio mgeni kwangu, na tunashukuru sana kwa, kama alivyosema katibu wa MCT, kwa yeye kukubali kuja kufanya huduma katika tukio hili kubwa la leo. Profesa Chris Peter Maina, karibu sana. Naomba tumpigie mgeni wetu rasmi makofi kwa mara nyingine tena. Profesa Chris Maina Peter, mjumbe wa Tume ya Umoja wa Mataifa ya Sheria za Kimataifa. Mheshimiwa Judge Joseph Sinde Warioba, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judge mstaafu Mlei, mwenyekiti wa kamati ya maadili ya baraza, Mheshimiwa dadangu Zamaradi Kawawa, mkurugenzi wa habari, Mheshimiwa Kajubi Mkajanga, katibu mtendaji Baraza la Habari Tanzania, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Labda niseme kwamba ni heshima kubwa sana kwangu kuteuliwa kuwa mgeni rasmi katika shughuli ya leo. Alivyonipigia simu katibu mtendaji wa baraza, rafiki yangu Kajubi Mkajanga, nilikuwa nimefurahi tu kwamba tunaongea, lakini aliponiambia sababu ya kunipigia nilifadhaika kidogo. Nilifadhaika kwa sababu sikutegemea kwamba ataniambia mimi niwe mgeni rasmi katika shughuli ya leo. Baada ya kuzungumza naye, kwa sababu rafiki yangu, nilimkubalia, lakini nilipoenda Google kuangalia hao wengine wageni rasmi walikuwa kina nani kabla yangu mimi, hapo ndipo nilipoanza kupata matatizo. Majina niliyoyasoma: Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili; Mheshimiwa Barnabas Albert Samata, Jaji Mkuu mstaafu; Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4; Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na listi inaendelea. Nikaanza kukosa amani. Mimi ni nani ambaye nije niingie nichukue mkoba kutoka hawa watu ambao nimewataja hapo?
lakini kwa kumkubalia Kajubi tayari maji nilikuwa nimesha yavulia nguo, inabidi niyakoge. Kwa hiyo nimeamua kuzungumzia mambo matatu. Mambo haya, kwanza ni wajibu wa wanahabari na vyombo vya habari. Pili, haki ya wanahabari na vyombo vya habari. Na tatu, nitazungumzia ubora wa usuluhishi katika migogoro inayohusu habari. Lakini kabla ya hapo, ningependa kwa dakika chache kuzungumzia umuhimu wa wanahabari na vyombo vya habari na tasnia nzima ya habari. Labda niseme tu kwamba waandishi wa habari, vyombo vya habari na tasnia nzima ya habari ni muhimu sana katika jamii, katika dunia ya sasa. Waandishi wa habari na vyombo vya habari hupasha habari, hutahadharisha, huelimisha na huburudisha. Vyombo vya habari hutujulisha panapotokea kinachotokea sehemu mbalimbali duniani kwa urahisi sana, kama vile tupo huko yanapotokea. Hutupa tahadhari kama kuna janga linalokuja, kama ni ugonjwa, kama ni dhoruba inayokuja, kama ni moto na kadhalika. Ni vyombo vya habari vinavyotujulisha hayo yote. Makala zilizoandikwa vizuri hutoa elimu kubwa kwa wananchi, na vyombo vya habari huburudisha kwa taarifa murua kuhusu michezo, muziki na kadhalika. Tukumbuke kwamba kuna wakati waandishi wa habari, ikiwa ni pamoja na wapiga picha, hufanya kazi katika sehemu za hatari sana, sehemu za vita, na wengine huweza wakapoteza maisha yao wakiwa kazini kutaka kutupasha sisi habari. Kwa hiyo kazi ya uandishi wa habari kwa ujumla ni kazi muhimu kwetu wote. Huu umuhimu wa tasnia ya habari umefanya baadhi ya watu waseme kwamba kwa sababu umuhimu huu, huenda wakati umefika kwa sasa kwa tasnia ya habari kwa ujumla kuhesabiwa kama ni mhimili wa 4 wa dola baada ya bunge, serikali na mahakama, na tasnia ya habari iwe ni mhimili wa 4. Na mimi kwa upande wangu nakubaliana moja kwa moja, kutokana na umuhimu wa hii tasnia, kwamba tasnia hii ihesabiwe kama ni mhimili wa 4 wa dola kwa sababu ya umuhimu. Baada ya kusema hayo, labda niseme kwamba niangalie kitu cha pili, wajibu wa wanahabari na vyombo vya habari. Kwa sababu ya umuhimu mkubwa wa tasnia hii ya habari, inafaa walio katika tasnia hii wawe na wajibu na maadili ya hali ya juu kabisa. Hapa napenda kupongeza Baraza la Habari ya Tanzania kwa kuweka maadili, kuwaongoza wanahabari na wenye vyombo vya habari katika shughuli zao za kila siku. Lakini kwa sababu habari ni biashara kubwa, sio biashara ndogo yenye kutoa mamilioni ya fedha katika hali hii tunayoishi nayo ya ubepari, kuna wakati katika hali ya kufukuzia shilingi tunayasahau maadili ya habari na tunaondoka katika mstari wa kufuata maadili. Kwa mfano, labda nitoe mfano. Siku moja zamani kidogo, nilikuwa nikitoka mjini narudi nyumbani, njiani nikaona muuza magazeti. Wakati nasubiri kwenye traffic lights, nikasoma ile taarifa iliyokuwa kwenye juu ya gazeti la Kiswahili. Kichwa cha habari kinasema waziri ashinda shahada ya ulevi. Nikasema, waziri gani huyu tena kashinda shahada ya ulevi? Nikasema lazima nimfahamu. Nikanunua lile gazeti nimfahamu huyu waziri aliyeshinda shahada ya ulevi. Nikaliweka gazeti mpaka usiku, sema nilisome vizuri. Usiku nilipolifungua lile gazeti,
kumbe ni bwana mmoja anaitwa Waziri Shabani wa kijiji kimoja huko Muheza. Sasa lakini nimekwisha nunua gazeti na nimenunua gazeti kwa kutegemea hicho kichwa cha habari, na aliyekiandika hicho cha habari alijua kabisa kwamba mtu kama mimi nitalinunua hilo gazeti. Na sisi wanasheria ningesema kwamba huyo aliyeniuzia au aliyetayarisha hiyo habari amejipatia fedha visivyo kihalali, yani obtaining money by false pretenses. Lakini ndio hivyo, ameshachukua hizo fedha. Kwa hiyo hii ni mfano wa watu kuondoka katika maadili. Na labda niseme tu vile vile, hata sasa wote tunaoangalia YouTube kwa mfano, unakuta habari nyingi, na baadhi ya habari ukiangalia kichwa cha habari, ukibofya unapata habari tofauti kabisa. Amekuvutia, umeangalia, lakini alichokuvutia nacho sicho kinachoelezwa, lakini yeye amekazana kukuambia tu subscribe. Mimi naona hiyo vile vile sio jambo jema. Kama unataka tukusome, andika habari nzuri na tuambie kuna nini, na tusikute kitu ambacho ni tofauti. Lakini nimesema hii inatokana na hali iliyopo kwamba habari vile vile ni biashara, na kwa hiyo kunakuwa ni rahisi kuondoka kwenye misingi muhimu ya habari. Na labda niseme tu hapa, nisisitize kwamba ni vizuri watu tulio katika tasnia hii ya habari tufuate misingi ya haki, na misingi hii imeelezwa na Baraza la Habari katika kanuni za maadili ya wataalamu wa habari toleo la mwaka 2016. Kanuni hizi zinawagusa wote walio katika industry hii ya habari: wakuu wa vyombo vya habari, wahariri, waandishi, watangazaji, wapiga picha wa magazeti, wasimamizi wa video, maafisa uhusiano, mawakala na kadhalika. Labda naomba nikumbushe tu baadhi ya hizi kanuni ambazo ni muhimu, na nasema hapa tunakumbushana kwa sababu naamini kabisa kwamba nyote mnazifahamu. Kitu cha kwanza, mwanahabari ni lazima awe mkweli na anayetoa habari bila ubaguzi na bila upendeleo. Pili, atumie lugha ya staha. Tatu, aepuke kushughulikia masuala ambayo ana maslahi nayo. Kuna sababu tunasema ana conflict of interest hapo. Kama mambo yanakuhusu usiyaandikie. Na 4, ulinde faragha ya watu. Na 5, mwandishi ashughulikie kwa makini mambo yanayohusu hisia za watu, na mambo hasa mambo ya dini. Uwe mwangalifu unaposhughulikia haya mambo. Na 6, mwandishi lazima alinde kwa namna ya pekee mambo yanayohusu makundi maalum, makundi ambayo yanahitaji ulinzi mahususi kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kujitetea kwa makini, vulnerable groups kama vile watoto na kadhalika. Na 7, mwandishi ni lazima aweke maslahi ya taifa mbele. Na ili tuweze kufanya kazi yetu kama waandishi kwa mafanikio, ni vizuri sana wanahabari wajielimishe sana. Mwanahabari ajielimishe kwa bidii na ajielimishe kila kitu. Usome siasa, usome historia, sheria, usome kilimo, usome kuhusu Dar es Salaam, usome kuhusu Tanzania, Afrika Mashariki, Ulaya, Marekani na kadhalika. Na kama alivyotuasa Mtume, na rehema iwe juu yake, kwamba tuifuate elimu hata kama ipo China. Wakati huo China ilikuwa mbali. Elimu ni muhimu sana, na pamoja na kusaidia sisi kama wewe umeelimika, vile vile itakusaidia wewe mwandishi ili kuepusha uwezekano wa wewe kwenda kuiba kazi za watu wengine na kusema ni za kwako.
kitu ambacho kanuni kanuni na za maadili zinakataza. Kwa mfano, juzi kutokana na hii swala ya elimu, juzi tena nikanunua gazeti moja. Hilo gazeti juu lilikuwa na taarifa ambayo ndani yake ina maelezo, historia ya Bi Titi Mohamed. Akasema ili lazima nilinunue. Nikanunua hilo gazeti ambalo niliambiwa lina historia ya Bi Titi Mohamed. Baadaye wakati nalisoma jioni, nikafungua ule ukurasa. Kulikuwa na nusu ukurasa unaeleza historia ya Bi Titi Mohamed, mmoja wa wapigania uhuru wetu wa Tanzania na mtu muhimu sana. Lakini kulikuwa na picha kubwa katikati ya hiyo taarifa. Kulikuwa na picha ambayo chini yake ilikuwa imeandikwa Bi Titi Mohamed. Lakini nilipoangalia kwa makini nikajua hii sio picha ya Bi Titi. Hii ilikuwa picha ya Bi Albertina Sisulu wa Afrika ya Kusini. Ni mkewe Walter Sisulu aliyepigania uhuru Afrika Kusini na Mandela. Sasa kwa sababu mhariri alikuwa ameandikwa simu yake, nikampigia simu. Nikamuuliza, "Mheshimiwa, wewe gazeti lako labda kabla ya kutoka asubuhi uliliangalia vizuri?" Akasema kwa nini? Nikamweleza kwa nini nampigia simu. Akasema, "Unajua ni vigumu sana kuangalia makala zote. Wakati mwingine tunawaamini waandishi wetu. Wakati mwingine wanatuangusha kama hivyo. Hii habari tumeshaiona. Na huyu mwandishi tumekwisha mfukuza kazi." Nikamwambia, dawa sio kumfukuza kazi. Dawa ni elimu. Huyu angejua Bibi Titi anafanana namna gani, asingeweka picha ya Mama Sisulu. Kwa hiyo nataka kusisitiza kwamba swala la elimu hamwezi kulikwepa kama wanahabari. Lazima mjielimishe kwa hali ya juu, ili haya makosa madogo unayoyaona siku zote, kwamba unakuta caption imeandikwa mkuu wa mkoa akihutubia, alafu picha kumbe ni watoto wakicheza mpira. Tuachane na hivyo vitu, tuwe makini, na haya yote yatatokana na elimu. Sasa nije kwenye haki ya wanahabari. Mwanahabari amejielimisha, anafanya kazi yake vizuri, anahitaji kulindwa kisheria. Kwa hiyo naomba niangalie kwa kifupi tu ni nini haki za huyu mwandishi na hao wote wahusika katika tasnia ya habari. Na mimi nitaangalia zile kinga za juu kabisa, kinga za kidunia, kinga za kikanda na kinga za kitaifa kwa huyu mwandishi wa habari. Na nitaangalia matamko na mikataba kadhaa ambayo inamlinda mwandishi. Na nitaanza kwanza na tamko la dunia la haki za binadamu la mwaka 1948, Universal Declaration of Human Rights. Tamko hili ndilo msingi wa haki za binadamu zote tunazozifahamu, na ndilo linalozibeba hizo haki zote katika ibara 30. Ili tamko katika ibara ya 19 inasema, na naomba ninukuu kwa Kiingereza: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. These rights includes freedom to hold opinions without interference," and haya maneno yanayofuata ni muhimu zaidi, "and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers." To seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. Labda mtaniuliza, ili tamko lina uzito gani kisheria? Hii tamko ni tamko.
na sio mkataba. Lakini hili tamko lina uzito wa kipekee kwa sababu mbili. Kwanza, hili tamko la haki za binadamu la mwaka 48 ndiyo nyaraka pekee hapa duniani ambayo imetafsiriwa katika lugha nyingi, na naomba mkagugo Guinness Book of Record ni dokumenti gani iliyokwisha kutafsiriwa hapa duniani, na utagundua zamani nilikuwa nafikiri ni Biblia takatifu au Qur'an tukufu kwa sababu dini iko dunia nzima, lakini utakuta kwamba nyaraka ambayo imetafsiriwa katika lugha nyingi hapa duniani ni tamko la haki za binadamu la mwaka 48, kuanzia lugha moja iko huko Russia inaitwa Abkhaz mpaka Kizuru na Kiswahili tunayo tafsiri yetu. Kwa hiyo ni nyaraka muhimu sana. Vile vile hii tamko ni kitu kinachoongoza nchi mbalimbali zinapotaka kuzungumzia kuhusu haki za binadamu. Kwa mfano, wa Tanzania wakati tukipitisha katiba yetu ya mwaka 1977 tuliweka ibara ya 9. Ibara ya 9, na naomba uvumilivu niwasomee, mwanasheria haongei bila ushahidi. Ibara ya 9 inasema kwamba kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote watawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha, ukienda F, kuhakikisha kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za tangazo la dunia kuhusu haki za binadamu. Kwa hiyo hili tamko ni kitu ambacho kinavutia nchi mbalimbali na Watanzania lilituvutia. Kwa hiyo linapozungumzia ulinzi wa waandishi wa habari, lazima hiki kitu tukipe uzito mkubwa. Nyaraka inayofuata ni mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na haki za kimataifa wa mwaka 1966. Kwa Kiingereza unaitwa International Covenant on Civil and Political Rights wa mwaka 1966. Mkataba huu pamoja na mkataba mwenza ambao unaitwa International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, yaani mkataba wa kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, kwa pamoja zilichukua zile ibara 30 za Universal Declaration zikatanua sasa na kulielezea kwa upana. Sasa sisi katika tasnia ya habari tunalindwa na huu mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa wa mwaka 66. Ibara ya 19 ibara ndogo ya pili inasema, na nukuu, everyone shall have the right to freedom of expression. These rights shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in form of art or through any other media of his choice. Kwa hiyo hii ni haki, na unaona huu mkataba wa kimataifa inaangalia tasnia nzima, kwamba huo ni kwa kuongea kama vile watangazaji, kama ni kwa maandishi, kama ni kwa kuprint, kama ni kwa art, kama na kwa kutumia njia yoyote ile. Lazima niongeze tu kwamba Tanzania tumetia saini na tumeridhia huu mkataba. Kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa katiba yetu, nyaraka namna hii inaridhiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano, na Bunge la Jamhuri ya Muungano liridhia mkataba huu kwa mujibu wa ibara ya 63, ibara 63
ibara ndogo ya 3 nadhani. Mkataba huu kama nilivyosema, unaangalia vyombo vyote vya habari. Mkataba mwingine ambao ni muhimu na ambao pia Tanzania tumetia saini na kuridhia ni mkataba wa kikanda. Huu ni mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na haki za watu wa mwaka 1981. Wewe binafsi unakuwa na amani. Kwa hiyo unapata haki hii ya amani kwa sababu nchi unayoishi ina amani. Hiyo right to peace. Lakini huwezi ukasema kwamba nchi haina amani, watu wanatembea na bunduki na mishare, halafu wewe ukasema hapana, mimi natafuta bodyguards. Naweka bodyguards 5 mbele, 6 nyuma. Wewe unaanza kusema najua mimi na amani sana. Huna amani kwa sababu hiyo nchi haina amani. Kuwepo kwa amani katika hiyo nchi ndio kuna kufanya wewe uwe na amani. Kwa hiyo haki ya amani ni haki ya watu. Haki ya kuishi katika mazingira bora. Mazingira bora. Wewe ni mtu msafi sana. Kwa siku kama mtaani, wewe ni mtu msafi sana. Kila siku na pale mtaani unapasafisha vizuri, panakuwa pazuri, lakini jirani yako anaamka kesho Jumapili, anaamka saa 4 anatupa uchafu pale. Kazi yako yote inakuwa bure. Wote hamwezi kuishi katika mazingira yaliyo safi. Kwa hiyo haki ya kuishi katika mazingira bora ni haki ambayo tunanufaika nayo kama wote kwa pamoja tutakuwa tunafanya hicho kitu. Kwa mfano, kuwa wasafi. Haki ya maendeleo. Haki ya maendeleo. Huwezi ukasema kwamba mimi nimeendelea bwana, nimesoma, najua nina nyumba moja Oysterbay, moja Manzese, moja wapi, na magari 5, nimeendelea. Kama wenzio wanaishi kwenye matatizo, itahesabiwa kwamba nyinyi hamjaendelea. Haki ya maendeleo ni haki ya pamoja. Kwa hizi haki za pamoja, haki za kumiliki rasilimali za nchi na kadhalika, hizi ndizo tunazoziita haki za pamoja, haki za watu. Na hiyo ndio tofauti kati ya haki za binadamu na haki za watu katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na haki za watu wa mwaka 81. Mkataba huu katika ibara ya 9 unazungumzia haki za watu walio katika tasnia ya habari. Unasema every individual shall have the right to receive information. Ibara ndogo ya pili inasema every individual shall have the right to express and disseminate opinions. Sasa hapa kuna tatizo kidogo. Hii kifungu kidogo cha pili kinasema every individual shall have the right to express and disseminate his opinion within the law. Ndio maneno yaliyoongezeka hapo, within the law. Na kama nilivyosema hapo kuna tatizo kidogo katika haki, na ninawaomba waandishi wa habari mwe mnachukua tahadhari mnapozisoma hizi haki, kwa sababu hii tatizo ambalo nitalieleza sasa hivi. Katika haki za binadamu tuna kitu tunakiita clawback clause. Clawback clause ni kifungu ambacho ndani yake kifungu kinakupa haki kwa mkono wa kulia, halafu kifungu hicho kinaichukua hiyo haki kwa mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto una clawback hiyo right ambayo umepewa huku, inaichukua. Na hapa kuna, kwa hiyo unaposoma haki usisome kwa haraka, soma kwa makini. Kwa mfano, nikupe mfano, ibara ya 14 ya katiba yetu inatoa haki ya kuishi, na inasema kila mtu anayo haki ya kuishi, kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake. Alafu sikiliza maneno yanayofuata, kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wewe unayo haki ya kuishi na kupata hifadhi kwa mujibu wa sheria. Ina maana gani?
kwamba inaweza kuwepo sheria ikaondoa hiyo haki yako ya kuishi. Na ndiyo maana, kwa sababu ibara ya 14 inasema hivi, ndiyo maana leo ukiua kwa makusudi au ukishtakiwa kwa kutaka kupindua nchi, adhabu yake ni kifo. Na adhabu hiyo bado ipo kwenye sheria kwa sababu ya haya maneno, kwa mujibu wa sheria. Ukiangalia ibara ya 21, ibara ndogo ya kwanza, inasema maneno yafuatayo. Yasikilize yale maneno ya kwanza: bila ya kuathiri, bila ya kuathiri masharti ya ibara ya 5, ibara ya 39 na ibara ya 67 katika katiba hii na sheria za nchi kuhusiana na masharti ya kuchagua na kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali. Kila Mtanzania ana haki ya kuchaguliwa. Sasa akisema bila kuathiri masharti ya 5, 39 na 67, itabidi ukaangalia yale masharti yaliyopo katika hivyo vifungu. Anakuambia una haki ya kuchaguliwa. Ukienda kwenye hivi vifungu, ukitaka kuombea uraisi, ubunge, udiwani, utakuta kwamba masharti kwamba lazima upendekezwe na nini? Na chama cha siasa. Sasa kama ukisema tu una haki halafu unakwambia lazima upendekezwe na chama cha siasa. Kwa hiyo ninachotaka kusema, haya maneno lazima muangalie kwa urefu, kwa upana wake. Maneno hayo ukiyaona sio maneno ya kawaida. Kwa mujibu wa sheria, bila kuathiri kifungu fulani, kwa Kiingereza wasema in accordance with the law, subject to the law na kadhalika. Kwa hiyo nadhani mmeelewa hiyo kwamba haki inategemea haki imeandikwaje. Sasa nimepewa dakika 3, lakini itabidi nifupishe nilichotaka kukisema kwa sababu mwezeshaji amesema lazima niseme. Labda niseme tu kwenye katiba yetu. Katika katiba yetu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 18, ibara ndogo ya B, inasema kwamba kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Labda nirudie. Kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Sasa ukiangalia ibara hii haina clawback clause. Haina clawback clause. Hii haki imetolewa, iko wazi. Kwa sababu hakuna clawback clause, kwa hiyo inampa kinga mwandishi wa habari. Na vile vile kitu chochote ambacho sheria yoyote ambayo itamwingilia mwandishi wa habari itakuwa ni batili kwa kiasi ambacho itamwingilia huyo mwandishi wa habari au chombo cha habari, kwa sababu haki hii iko wazi na haina utata wowote. Lakini nashangaa kwamba bado kuna uoga katika kutoa habari, na hali katiba inasema wazi kuhusu hii haki. Juzi pamoja na uhuru mpana uliotolewa na katiba, sio juzi sana, nadhani mwaka jana niliona gazeti moja iliandika habari, lakini baada ya kuandika hiyo habari sijui likashtuka, alafu kesho yake gazeti lenyewe likajifungia miezi 3. Sasa uoga wa namna hii na katiba iko wazi, mimi siuelewi kwamba kwa nini unajifungia miezi 3 kabla hujaguswa na haki ya habari iko wazi. Na vile vile jambo lingine niongeze, ibara ya 13 inaongea kuhusu usawa mbele ya sheria, kwamba watu wote wako sawa mbele ya sheria, ibara ya 13 ya katiba. Lakini pamoja na hayo,
katika vyombo vya habari unakuta kuna wakati tunaishi kama tupo katika kitabu alichokiandika mwandishi George Orwell cha Animal Farm, ambapo wote tuko sawa lakini wengine wako sawa kuliko wengine. Wakati fulani nikisoma magazeti au nikisikiliza kwenye YouTube, unamsikiliza mtu anaongea, kwa sababu wewe ni mwanasheria unafikiria hii inaelekea kwenye kashfa na pengine jinai, lakini kesho yake huyo mtu anapeta tu, alafu na kesho yake ataongeza makali zaidi ya hapo na hamna kinachofanyia. Lakini chombo kingine kikifanya hivyo hivyo kinapata siku 7, miezi 3 na kadhalika. Sasa hivi vitu vinapingana na ibara ya 13 ya katiba inayosema kwamba sisi wote tupo sawa. Labda kwa kumalizia niseme tu kwa ufupi kuhusu ubora wa usuluhishi katika vyombo vya habari. Migogoro ni sehemu ya maisha yetu, hatuwezi kukwepa migogoro, na wewe kama binadamu siku zote utapambana na migogoro. Kwa hiyo tumejiwekea namna ya kutatua migogoro. Naweza kwenda mahakamani au kutafuta usuluhishi mbadala, na naongelea ubora wa usuluhishi kama utaratibu wa kutatua migogoro, na nalinganisha kutatua migogoro kwa usuluhishi na nalinganisha na mahakama, na nasema kwamba kuna faida 8 zinazoonyesha kwa nini uende usuluhishi badala ya kwenda mahakamani. Kwanza, katika usuluhishi wadaiwa wanamiliki swala linalobishaniwa kati yao. Swala hilo liko mikononi mwao, wanalimiliki, wanaweza kulimaliza wakati wowote wakitaka kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna umiliki wa hilo swala. Pili, wakikubaliana kufanya hivyo pakawa na suluhu, hawa wadaiwa hakuna mshindi wala mshindwa, wote ni washindi katika hiyo suluhu. Tatu, makubaliano wanayofanya hawa wadaiwa kwa usuluhishi, haya yanakuwa ni siri, sio public, tofauti na hukumu ya mahakama ambayo ni public document. Mnachokubaliana ni nini tu mnayofahamu. 4, makubaliano yanayokubalika hayaji na shinikizo namna ya kuyatekeleza, ni wadau wenyewe watayatekeleza ya makubaliano kwa sababu wameyakubali. Namba 5, katika usuluhishi gharama ziko chini, hamuhitaji wakili, hamuhitaji kulipa gharama za mahakama na kadhalika. Namba 6, usuluhishi huenda kwa haraka kwa sababu hakuna masharti ya kiufundi ambayo unakutana nayo mahakamani. Kienda mahakamani utakuta mtu anasema kwamba ili swala limepitwa na wakati, Limitation Act, aliyetia sahihi sie, hapa hakuna koma, hapa hamna full stop. Unajua wanasheria walivyo. Vitu vya kiufundi hamwendi kwenye swala lenyewe. Katika usuluhishi unaenda kwenye swala moja kwa moja, sio mambo ya kiufundi. Kwa hiyo inasaidia kufanya iende haraka. 7, faida nyingine kubwa ya usuluhishi ni upatikanaji wa matokeo ya haraka, faster outcomes. Mambo kama vile kukata rufaa, kupeleka mahakama, labda umeanzia primary court, uende district court, uende high court, uende court of appeal, hakuna. Mkishakubaliana hakuna kukata rufaa, hamna kuangaliwa shauri upya, mambo yanaenda haraka. Na 8 na mwisho, jambo moja kubwa linalosaidia katika usuluhishi ni kulinda mahusiano. Wote mnabaki marafiki mnaokubaliana, na mkitoka hapo hakuna aliyenuna, kila mtu anamchangamkia mwenzake na mnaondoka hapo. Kwa upande wa mahakama kuna matatizo makubwa sana upande wa mahakama. Swala la mahakama, mkienda mahakamani, kitu cha kwanza, swala lenu linaondoka mikononi mwenu, linaenda kuongozwa na kalenda ya mahakama. Kwa mfano, kuna kesi moja ambao rafiki yangu mmoja walikuwa wameenda mahakamani na upande wa pili. Walipofika pale wakamwambia hakimu, kesha madai, mheshimiwa, tumebakiza kidogo tu kupatana hapa, tunaomba siku moja tu
kesho tunakuja kutoa maamuzi yetu, maelewano yetu. Jaji akasema mimi sina uwezo kuhusu jambo hilo mnaloliomba, mimi nafuata utaratibu wa mahakama. Akamgeukia karani, ilikuwa mwezi August. Opening nyingine iko lini? Karani akasema mheshimiwa, ni March mwaka kesho. Alipoambiwa ni March mwaka kesho, akawageukia wadawa akawaambia Merry Christmas and Happy New Year, tutakutana March. Hiyo ndio mahakama inavyofanya kazi. Pili, mahakama hasa sinaofuata common law. Common law ni sheria za Kiingereza. Common law lazima kuwe na mshindi na mshindwa, hakuna katikati ya hapo. Na kwa hiyo mtaingia mahakamani mmeshikana mikono na mnacheka, mkitoka mmoja anaelekea kushoto, wa pili anaelekea kulia, na wote na mmoja amenuna, mwingine anacheka. Kwa hiyo utaratibu wa kutafuta usuluhishi mbadala ni muhimu sana, na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ibara ya 107A kubwa 2D inatambua, inasema kwamba mahakama zitazingatia kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya wanaohusika na migogoro. Mahakama yenyewe inatuambia tuende kwenye usuluhishi. Kwa hiyo napenda kuchukua fursa hii kuishukuru sana na kuipongeza kamati ya Jaji Mlai kwa sababu ya kazi yake, kamati ya maadili kwa kazi yake inayofanya katika kuendeleza migogoro. Hapo awali hii migogoro walikuwa nakuja watu wakubwa tu, wakubwa wanakuja, lakini sasa hivi mimi nimefanya utafiti kwa sababu ya hiyo hotuba yangu, nifanya utafiti kidogo, nimeangalia kazi wanayoifanya. Labda niseme kitu kimoja. Ni kweli pengine sikukuta majina makubwa sana, lakini nilichokuta ni kwamba ni aina ya watu wengi sasa wanaoenda kwenye kamati ya maadili. Niwape mfano, sitataja jina la mtu hapa kwa sababu sitaki kuingia kwenye matatizo. Sitataja jina la mtu, niseme tu aina ya watu wanaoenda kulalamika: halmashauri za wilaya, hospitali mashuhuri, kampuni binafsi za kibiashara, mabenki, mahakama, yani mahakama wenyewe wanatoka huko mahakamani wanaenda kwenye usuluhishi, mashirika ya umma, taasisi kutoka nje ya nchi, taasisi na viongozi wa dini, nimeangalia dini mbalimbali, taasisi za kiraia, taasisi za serikali na watendaji wake, vyama vya siasa na wananchi binafsi, wizara za serikali zinaenda kwenye tume ya Jaji Mlai. Na nani wanaolalamikiwa? Ni vyombo mbalimbali vya habari vinalalamikiwa. Kwa mfano, zinalalamikiwa blogs, magazeti ndio yanalalamikiwa sana. Baadhi ya magazeti yanalalamikiwa na watu zaidi ya 1, 2, 3. Nimeangalia kipindi cha miaka 4 mwaka 2015 mpaka 2018. Na press clubs vile zinalalamikiwa, radio binafsi na television vile zinalalamikiwa. Kwa hiyo naona kwamba kuna mwamko mpya, na vile unaonyesha kwamba taasisi ya usuluhishi nje ya mahakama bado ni muhimu katika jamii, na kupitia Baraza la Habari Tanzania ina mafanikio makubwa tu. Na kwa taarifa nizo nazo kwamba maamuzi mengi ya kamati ya Jaji Mlai yanatekelezwa, there is high compliance walivyonaambia. Hii ni ishara nzuri na ya kupongeza kwa kamati. Napenda kuchukua fursa hii kutoa rai kwa wadau wa habari kwamba na wananchi kwa ujumla kwa watafakari kutumia utaratibu huu ambao nafikiri utaratibu mzuri wa kuweza kutatua matatizo yetu kwa nje ya mahakama, ili watu wakitoka kwenye tume ya Mheshimiwa Mlai, Jaji Mlai, watoke wameshikana mikono, wote wanatabasamu. Kwa kumalizia, nadhani nimeshavuka wakati. Kama mlivyoona, yangu kwa kweli haikuwa hotuba. Nilifikiria sana ni nini nifanye, na nikaamua kwa nini tusirudi darasani tujikumbushe yale ambayo nyinyi waandishi wa habari mnayafahamu, lakini tukumbushane. Kwanza nimeangalia umuhimu wa habari, nimeangalia vyombo vya habari, pili nimeangalia wajibu wa wanahabari,
na tatu nimeangalia wanahabari tatu nimeangalia haki za wanahabari, na nimeangalia usuluhishi katika migogoro inayohusu habari. Haya yote sio mambo mapya kwenu, ni mambo ambayo mnaishi nayo kila siku katika kazi zenu. Mimi nimechambua tu, hasa suala la maadili na kujielimisha bado nasisitiza ni muhimu, na ni matumaini yangu kwamba hili mtalisikia. Mwisho kabisa nataka kusema kwamba napenda kuwapongeza majaji waliotumia muda wao mwingi sana mpaka saa 8 za usiku kutafuta washindi, kwa sababu kuwa jaji sio rahisi, ni kazi ngumu, na hasa unapokuwa na kazi nzuri zinazotoka kwa wanahabari. Huwezi kukwepa kufanya maamuzi, na wakati huo ukiwa jaji huwezi kukwepa lawama. Hii ni sehemu ya maisha. Kwa wale watakaopata tuzo mbalimbali, na wapa hongera za dhati, na kwa ni bidii yao iliyotufanya tufike hapa leo, na ndiyo sababu ya sisi kukusanyika hivi leo. Wasingefanya hii kazi, tusingeweza kukusanyika leo kusherehekea mafanikio yao. Kwa wale ambao hawakupata, msikate tamaa. Kuna siku, na hiyo siku ndio inayotufanya tuweze kuishi siku nyingine hapa duniani, tukisubiri hiyo siku ambayo wale ambao hawakupata watapata hiyo zawadi. Nawashukuru sana wale walionisaidia wakati wa utafiti wa kutayarisha darasa hili. Hawa ni pamoja na Bwana Kajubi Mkajanga, Bisau Mwalimu, Bwana Humphrey Mtui na Bwana Paul Malimbo, wote kutoka Baraza la Habari. Na vile napenda kumshukuru sana kwa dhati Mheshimiwa Jaji Yose Joseph Mliambina wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Nawaambia wote kwamba asanteni sana kwa msaada wenu, lakini mimi peke yangu nabeba mapungufu yote yaliyomo katika yote niliyoyasema. Mwisho kabisa, napenda kumalizia kwa kumnukuu mwalimu wangu na rafiki yangu Profesa Isa Shivji. Mwaka jana katika hafla kama hii alisema yafuatao, na naomba ninukuu. Alisema, wajibu wenu waandishi ni kuwawezesha umma kusherekea haki na uhuru. Kazi ya mwandishi wa habari ni kazi takatifu. Mwisho wa kunukuu. Napenda kuongeza, napenda nirudie hili waingie. Wajibu wenu waandishi ni kuwezesha umma kusherehekea haki na uhuru. Kazi ya mwandishi wa habari ni kazi tukufu. Mwisho wa kunukuu. Na naongezea, kamwe msije mkaidhalilisha hii tasnia. Kazeni buti. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana Profesa Chris Maina Peter. Naomba uteremke taratibu. Mgeni wetu rasmi ameturejesha darasani. Hotuba yake imekwenda haswa kwa waandishi wa habari. Tunakushukuru sana, na sasa inatupa nafasi ya kuchukua hatua nyingine ya muhimu sana. Naomba nimkaribishe mabibi na mabwana, kwa mabadiliko ya ratiba kidogo, jaji mkuu ambaye yupo nasi hivi sasa. Yeye atatusomea kwa ufupi mchakato wa kuwapata watahiniwa wetu ambao leo wanatarajia kupokea tuzo hizi. Naomba tumpigie makofi mengi sana ndugu Kiondo Ruben Mshana, ambaye ni mwandishi wa habari mahiri wa miaka mingi, zaidi ya miaka 30. Itakumbuka kwamba yeye alikuwa ni mmoja kati wa waanzilishi kabisa, founder na mhariri wa magazeti ya IPP, na hata hivi sasa anaendelea na shughuli hizi ikiwa anamiliki baadhi ya vyombo vya habari. Naamini kwamba hata labda mojawapo kipo hewani na sisi hivi sasa. Karibu sana jaji mkuu, tumpige makofi mengi sana. Asante sana. Nadhani wote mko salama. Mimi nitakuwa na hotuba fupi kidogo.
Kwanza ninashukuru sana mgeni rasmi, ametupeleka shule, ametupa shule ya kutosha, inatosha hiyo. Kwa hivyo ninataka kufanya yafuatayo. Kwanza nitambue uwepo wa waziri mkuu mstaafu Mzee Warioba, lakini pia nitambue uwepo wa mwenyekiti wa maadili ya Baraza la Habari Tanzania, Judge Mlai. Sitasahau kumtambua bosi wa majaji wote ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Habari Bwana Kajubi Mukajanga, pamoja na viongozi wote wa serikali ambao wamefika katika hafla hii. Hapana shaka kwamba kusanyiko hili lina shabaha kuu mbili. Shabaha ya kwanza ni kukamilisha mchakato wa kutambua washindi wa zawadi za EJAT kwa mwaka 2018 na kukabidhi tuzo. Pili, kuweka angalau kinadharia msingi wa maandalizi kwa ajili ya mchakato unaofuata. Mgeni rasmi, leo ni kazi ya jopo la majaji wa EJAT kuweka wazi mashindano ya mwaka 2018, na hapa ndipo jopo linapohitimisha kazi yake lililopewa na MCT na wadau wake. Kwa maneno mengine, tumefanya kazi yetu tuliotumwa na tumeikamilisha, na ndio maana watu wako wengine roho zinadunda, lakini sisi tumemaliza kazi yetu. Napenda kutoa shukurani zangu dhati kwa majaji wote kwa pamoja na jaji mmoja mmoja kwa ushirikiano uliowezesha kazi hii kukamilika katika muda uliopangwa. Ninakumbuka siku moja tulipoingia Bagamoyo katika hoteli fulani ambayo tulipangiwa. Tulipofika tulikuta maboksi makubwa mengi tu, lakini hatukujua kule ndani kuna bidhaa gani, na tulistuka, tulipata hofu, na kwa sababu tulikuwa tumechoka, ni usiku, tukaenda kulala. Asubuhi tulipata hofu zaidi baada ya kugundua kwamba mle ndani ya maboksi bidhaa zilizoko kule si mchele wala karanga. Badala yake kulikuwa na kazi 644 zilizoletwa kwa ajili yetu kuzipitia. Kazi ilikuwa ngumu sana, ilitutisha, lakini nawaambieni tuliifanya kazi ile kwa moyo kwa sababu ya ushirikiano wa majaji, na tuliimaliza salama na wateule wakapatikana. Sitasoma hapa, isipokuwa kwa ufupi nitaeleza kwamba kazi ile ilikuwa si kazi rahisi. Waandishi na washukuru kwa kuleta kazi za kushindania, yani kushindana pamoja. Kazi zile zilikuwa nyingine nzuri sana, nyingine zilikuwa zinatisha, nyingine zilikuwa hazieleweki. Kwa sababu hata nikiwa hapa nikiwaona baadhi ya waandishi na shangaa kwamba ndio walioandika kazi tulizoziona. Jambo ambalo limetutisha sana ni kwamba waandishi wamekuwa wanafanya kazi nzuri, wanaandika habari vizuri, lakini wanafika mahali ambapo wanakuwa wamepotea njia, ama hawafiki mwisho, au wanaachia katikati, au wanachoka alafu wanaamua kutunga. Nikisema kutunga nina maana kwamba tumeona wengine wamekwenda wamepanga sosi wao, wanawapanga alafu ambia utasema hiki, utasema hiki. Tunaligundua hilo, lakini pia wengine wamefanya vizuri sana. Mwaka huu ni mwaka tofauti kabisa. Miaka mingine tunaona vijana ndio wanaleta habari zao, lakini mwaka huu wameleta waandishi wabobezi wakashindana nao, na hiyo ilitupa furaha kubwa.
Na jambo jingine ambalo limetupa kuna mambo yaliyotupa changamoto kidogo. Wale vijana ambao ni wachanga wanafanya kazi nzuri sana, lakini hawajui vitu fulani ambavyo ni muhimu sana katika kutafuta story au habari. Lazima uhakikishe kwamba habari yako ina ushahidi kama alivyosema profesa. Kazi isiyo na ushahidi, hiyo kazi si kazi, unajitafutia matatizo. Na wengi tunajitafutia matatizo, unadai wewe mwandishi wa habari, kwa hivyo una press card, kwa hivyo unasema atanifanya nini, utafungwa. Tusifanye hivyo, tutafute ushahidi wa kazi tunazozifanya. Kijana mmoja alifanya kazi nzuri sana, hatutamsahau. Amekwenda huko mikoani, amekuta baadhi ya walemavu wanaletwa Dar es Salaam, wanawekwa katika hoteli moja huku Dar es Salaam, alafu wanafanyishwa kazi kwenye watu wenye biashara, wale walemavu ambao akili zao haziko sawa sawa. Kwa hivyo wanafanyishwa kazi. Huyo kijana akafanya kazi yake vizuri mpaka akafuatilizia, akaona wamewekwa wapi, akakuta huko katika hoteli moja hapa Dar es Salaam, lakini akaishia hapo. Sosi wake waliowatafuta hakuna, wako vizuri, lakini sosi mmoja muhimu hakuenda kwake, na huyo alikuwa ni kwenda kuwaeleza polisi au kuwauliza, hakufika huko. Sasa kama ukwenda polisi ambayo ndio sosi wako mkubwa wa story hiyo ya crime, itakuwaje? Tulisikitika sana. Unafanya kazi yako nzuri, lakini unafika hapo unakuwa ndio mwisho wako, ushindi hakuna. Kwa kwenda haraka sasa, mwisho niseme tu kwamba majaji tumemaliza kazi yetu. Leo wanapatikana washindi, wapende wasipende. Alafu na wengine wanakwenda mikono mitupu. Hatusemi mikono mitupu, lakini angalau wamejitokeza huku, kwa sababu katika kazi 644 kazi 81 ndizo zilionekana zinafaa. Kwa hivyo wateule wakapatikana kutoka pale. Tunakuhakikishieni kwamba kazi yetu tulifanya ni nzuri. Pemba tulifika, Unguja tulipata watu, Tanzania nzima tulipata watu, mikoani na mijini, na watu wa aina mbalimbali tulipata hapo. Wa redio tulisikiza redio, tulijua jinsi ambavyo wanaweza wakatudanganya majaji, lakini kwa sababu tumebobea tulielewa. Huwezi ukaendesha pikipiki ukatuwekea mlio wa pikipiki ukasema sasa ninavuka naenda mpakani, lakini yule sosi unayozungumza wa mpakani anazungumza Kiswahili kama cha hapa hapa. Yaani afadhali angezungumza kama Kijaluo hivi au Kenya hivi, lakini anazungumza kama sisi hapa. Umezunguka na pikipiki yako hapo, tumesikia mlio, alafu unatuambia tuseme kwamba umekwenda Kenya au umekwenda Uganda. Yote tuliyajua hayo. Kwa hivyo tunasema hivi, wakati mwingine stori zetu tuzifanye vizuri, na mimi nasema kwamba majaji walifanya kazi nzuri, na yote aliyozungumza profesa hapa tunayatilia maanani, maana ni shule ametupa. Mwisho napenda nihitimishe kwa kusema kwamba waandishi wenzangu wale ambao wameingia katika mchakato huu, msiwe na wasiwasi. Leo watatangazwa washindi, lakini wengine manake ni kwamba wameshinda, ina maana mtatambulika kwamba mmeshinda. Mrudi mkaanze kuandika sasa habari nzuri za ushindi. Asante sana. Asante sana Chief Jaji Mwalimu Mshana. Ametuambia majaji wamefanya kazi yao vizuri. Tujiandae muda si mrefu kuona washindi katika tuzo hizi. Natambua uwepo, wanasema ulipo tupo. CRDB nawaona, namuona dada Tuli pale. TRA namuona kaka Kayombo. Tunaambiwa tulipe kodi, mnawakilisha. Asante sana. Nawaona pia, namuona kaka John. John, umekuwa na vyeo vingi sana mpaka nashindwa kukutambua wapi ni wapi, ndani na nje ya nchi. Asante sana. Sasa ni wakati umefika
kwa kupata burudani, ambapo tuna wimbo maalum kabisa. Wenzetu wa Mwenge Jazz Band, hawa wanaitwa Wanapaselepa, wale wakongwe kama mimi wanajua. Twende kazi tafadhali.